Kwa majina naitwa Sapphire Topaz. Wengi wanafahamu kama Topaz Beats. Ni music producer, pia ni artist, pia ni mwandishi wa nyimbo. Mimi ni music producer kutoka TNT Production ambazo zinapatikana Moshi, Kilimanjaro. Safari ni ndefu, acha ni summarize. Safari yangu ya mimi kufika TNT, na kumbuka mara ya mwisho nilikuwa Dar es Salaam. Mambo kidogo yalikuwa hajaenda poa. Alafu pia unajua unapofanya kazi kwenye studio unakuwa una target zako na malengo yako. So studio ambazo nilikuwa kuna namna nilikuwa naona vision yao wao wenye studio na mimi kidogo tunapishana. So nilimcheki my brother, rest in peace, anafahamika kama Coin. Mimi niwasiliana naye kwamba bro bana, natafuta ofisi. Akanambia studio iko Moshi, kwa kama uko available unaweza kaibuka anytime, studio iko wazi. Nikamwambia naomba nitumie picha. Kwanza akanitumia picha, nikalizika na location kama ambavyo inaonekana, na baada ya hapo ikawa mimi tayari nimefika Kilimanjaro, na mpaka sasa hivi almost na kama miaka 3 na miezi kadhaa kutoka nimefika Kilimanjaro. Experience ambayo nimeipata, kwanza nafikiri imeniongea uzoefu wa kwa namna moja tofauti na nilivyokuwa hapo awali. Kuna namna sasa hivi nafanya project as a producer, najua ambacho nakifanya, napambana kufanya kazi nzuri, lakini uzoefu huo nisingeupata kama ningekuwa sipati ushirikiano kutoka kwa wasanii na wadau wa muziki kutoka hapa Kilimanjaro. So experience ipo nimepata kubwa, kulingana na ushirikiano ambao wamenipokea wazawa na media kwa ujumla hivyo. Process kutengeneza beat, mimi nasikiza sana nyimbo tofauti tofauti. Kwa hiyo idea na energy ya kutengeneza beat huwa naipata automatically. Tunakuwa umekaa unashangaa kuna vibe inakuja kichwani. Vibe kisha kuja kichwani, inabidi uamke hata kama ni usiku, utunze kwanza idea kwenye PC and then ukija studio uendeleze. Kwa hiyo idea zangu nyingi waga nazipata mimi mwenyewe nikiwa kwenye vibe yangu, lakini inspiration naipata kulingana na project ambazo wanafanya producers wengine, kulingana na ngoma ambazo nazikiza za muziki aina tofauti tofauti ambayo ipo ndani ya Tanzania, nje ya Afrika. Changamoto kubwa ambayo nakutana nayo na kwa namna inanikata pale msanii ambapo naambia asubirie umtengenezee kitu kizuri, anakuwa anahisi kwamba kwa nini kazi ikae kwa producer na nishamlipa. Hiyo huwa kwangu naona hatuwezi kufanya muziki mzuri kama tutakuwa tuna haraka. Kila jambo linahitaji process, kila jambo linataka uvumilivu. By the way, unajua kabisa mimi na project nyingi ambazo nafanya na wasanii wote wananiangalia mimi nizimix, niwapigie beat, ni record. Kwa hiyo mtu anavyoniambia kwamba kuna namna project yangu inachelewa, naona kidogo ananikata, kwa sababu target yangu mimi project ikiwa inachelewa niendelee kujiridhisha kile ambacho nimekifanya, and then kikija kitoke kwenye ubora ambao unastahili. Unajua kwenye maisha kila mtu ana namna ya kumuomba Mwenyezi Mungu, na kila mtu anamtegemea Mwenyezi Mungu kwenye kufanikisha mambo yake. So wakati mimi naanza kuiandaa Low Key, ilikuwa target yangu kubwa ilikuwa ni kuzungumza na Mungu. Yani watu wengine wanaposikiliza Low Key, iwe ni kama njia ya kuzungumza na Mungu kwenye yale maombi yao ambao wanayatamani Mungu awatimizie. Kwa hiyo Low Key ni kama dedication. Sio ni dedication, ni inspiration ambayo mtu anaweza kaisikiliza, ikamtia nguvu, ikampa hope, ikampa matumaini kwenye kile ambacho anakifanya, akaendelea kuomba Mungu bila kukata tamaa. By the way, tumetoka mbali mpaka leo Sapphire Topaz amesimama, ingawa sijafika kwenye safari yangu ambayo mimi natarajia Mwenyezi Mungu anifikishe. Kuna namna bado malengo yangu hayajatimia, lakini kuna watu wanaangalia kama kioo, na yote hayo ilikuwa ni katika kumuomba Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wimbo wa Low Key ni wimbo ambao dedication kwa ajili ya maombi kwa Mwenyezi Mungu, kutuma sala zetu ambazo Mungu akitujalia tuishi namna ambavyo yeye Mwenyezi Mungu anatamani tuishi, akiwa ametupatia ambacho sisi tunakuwa tumemuomba. Low Key nilizungumza hapo ni mtu fulani ambaye unaishi low profile, yani maisha yako hauya expose sana kwenye mitandao, hauya expose sana nje lifestyle yako ya ndani. Kwa hiyo nimejaribu kuzungumza kwamba pale ambapo Mungu atanibariki sitakuwa mtu wa majivuno, sitakuwa mtu wa kujionyesha, lakini nitaishi maisha ambayo yanamstahili yeye Mwenyezi Mungu. Sijui nafikiri nimeeleweka. Kwa Low Key ni maisha fulani ambayo ya utulivu, ambao hata kama umepata, lakini utakuwa unaishi maisha ambayo watu wengine wakikuona wanaona mbona kama mtu halingi, ana busara, anasaidia watu,
ndo maana halisi na theme nzima ya wimbo wa Low Key. Mwitiko umekuwa mkubwa. Ukipita kwenye YouTube channel yangu nafikiri ndo ngoma ambayo kwenye numbers inaweza inafanya vizuri, na ina siku 7 tu, ina almost wiki moja. Kwa hiyo nashukuru Mungu, hatua sio kubwa, lakini ni kwangu ni kubwa kulingana mimi najipambania mwenyewe na napambana mwenyewe, yani najishindanisha mwenyewe. So nikiangalia kazi zangu za nyuma na sasa hivi naona Low Key nafanya vizuri, kwa hiyo naona nimepiga hatua. Kwa hiyo kwenye mashindano yangu mimi binafsi naona ile kwangu ni hatua kubwa. Maybe kwa sababu ya simu ya wimbo, alafu kitu kingine nimekaa kimya muda mrefu. Unajua last time nimetoa EP ya Bila Mziki, ilikuwa EP moja noma sana kwa maneno ya watu na watu walivyosikiliza, kwa ni EP ambayo wamebariki na kusema ni EP, ilikuwa EP moja kali sana. So pengine Low Key imeenda kwa sababu ya ukimya wa miezi 11, watu walikuwa wanasubiria kuona nini nakuja nacho. Kwa ndio maana ukaona imepokelewa vizuri kwa sababu ya ule ukimya wangu wa muda mrefu. Na ukiangalia last time nimetoa EP ambayo ina mikojo minne yote mikali, so watu walikuwa wanategemea kuangalia kusikiliza nini nakuja nacho na kitakuwa kwenye ubora upi, style itakuwa style gani. Wakati kwanza naitoa haikuwa kwenye plan kwamba itoke, ilikuwa Ijumaa. Ilikuwa target mimi nilikuwa najua inatoka baada ya kufanya distribution, nilikuwa najua inatoka Jumatatu au Jumapili. Kwa hiyo wakati natoka Ijumaa mimi sikuwa nimejipanga, unajua swala la ghafla. Kwa hiyo kwenye kwa swala la ghafla, yani unakuwa hujajipanga namna gani ya kuanza kufanya promotion, namna gani ya kumtafuta nani na nani, wimbo uende wapi na wapi. Kwa hiyo wakati naitoa nikasema mkurugenzi A+, wacha hii kazi tuitoe tu kwa sababu hakuna namna, lakini tunaona kabisa kwamba tumeitoa kwenye wakati ambao si hatukutegemea, lakini watu wamepokea vizuri. So wakati mwingine ni funzo kwamba hutakiwi kuwa una hofu unapotaka kufanya jambo lako. Ukiona tu akili na kutuma fanya, pengine ndio inaweza kawa baraka na sehemu yako wewe kufanikiwa. Gap ni kubwa sana kwa sababu ukiangalia toka mimi nimetoa ngoma yangu EP yangu, sioni vurugu hapa katikati. Na unajua TNT kidogo tulikuwa busy, tulikuwa tunafanya decoration, ukarabati. Mimi nilikuwa na safari ya kwenda Dar es Salaam, nimerudi. Kwa hiyo huo muda wote najaribu kuangalia kama kuna chochote kinaendelea Kilimanjaro na watu wametulia. Nimeona basi wacha nitoe, mimi nichangamshe game, watu wasikize muziki mzuri, kwa sababu ukienda kwenye media, ukienda mtaani unasikia tu kazi ambazo zinalia ni kazi za miezi 5 nyuma. Zinachezwa kazi nje ya Kilimanjaro ndio zinapigwa sana kwenye media zetu, watu wanazisikiliza. So nimeona wacha nifanye kitu ambacho, kwa sababu kumekuwa kuna gap na hamna kazi yote ambayo inafanya vizuri kutoka hapa nyumbani. Nikaona kwangu nitumie kama fursa kutoa project. Sijajua, maybe ni lifestyle ndio inasababisha watu wanakuwa busy, wanautupa muziki, au muziki unawakatisha tamaa. Kuna namna hawapi matumaini ya wao kusogea, na kwa sijui kwa kweli, kwa sababu kila mtu ana lifestyle yake na kila mtu ana namna anavyoachia project zake. Kwa hiyo hasa sijui kwa nini muziki wa Kilimanjaro baada ya kuwa unaenda mbele zaidi unarudi nyuma hatua 10, baada ya sisi kuwa tunasogea hata mdogo hatua 1-2, lakini sisi ndio kwanza tunarudi nyuma. Hamna project, hamna ushindani, hamna kazi kali ambazo zinatoka. Maybe labda naweza nikasema kazi zinatoka, lakini watu hawazipeleki media station, hawazidistribute, hawapambani nazo. Labda kwa sababu unashangaa kazi zinatoka lakini kunakuwa hamna ushindani ambao maybe wadau na mashabiki wa hapa mkoani Kilimanjaro na Tanzania wanakuwa wanategemea huo ushindani utokee ndani, lakini ushindani unakuwa haupo. Watu wanaachia project kimya, hamna ile kusema wacha nitengeneze challenge ambao watu wa Kilimanjaro wataamka waseme yes, muziki wa Kilimanjaro umeamka. Unakuwa unaona hamna, ni kwamba tunakutana na link tu ambazo unakutana na link mtandaoni, lakini zile movement kwamba game yetu inachangamka hazipo. Kwa kweli mimi siwezi kusema wafanye nini, kwa sababu process na procedure za kufanya muziki ili ufike mahali tushazungumza sana. Ukipita popote utakapopita, hiyo mtandaoni, iwe kwenye media, watu wanazungumza namna gani ya kufanya muziki wako uende mbali. Nafikiri sasa kama wao hawataki kufuata hizo procedure, mimi nitazifuata. Nitakuwa producer na nitakuwa official msanii, ili sasa niweze kuweka charge kwenye muziki wa Kilimanjaro, kwa sababu kuna namna tumelala. Tunapitwa na mikoa mingine ambayo unaona wanatoa wasanii, yani ukienda mikoani kwao kumechangamka. Kwa hiyo mimi cha kuwashauri sina kwa kweli,
Mimi nitaendelea kujishauri mwenyewe project gani ifuate, kama ni video ifuate, kama ni album. Nafikiri watarajie, kama sio video watarajie visualizer. Chochote kati ya hivyo viwili vitatokea kulingana na muda, kwa sababu visualizer ni video lakini inakuwa simple. Video official inakuwa ni video lakini inahitaji muda, inahitaji uwekezaji, inahitaji gharama. Kwa hiyo kwenye hiyo viwili nafikiri watu wategemee, lakini baada ya hapo kuna project pia zitaendelea kutoka as mimi kama mimi producer na msanii Sapphire Topaz.